Haleluya, wapendwa wa Mungu, na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Siku ya leo tumepata nafasi tena ya kuweza kujifunza neno la Mungu, na tutaangalia aina tatu za wachungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Aina tatu za wachungaji. Tunaposema wachungaji au mchungaji kiroho, tuna maana ya kwamba ni mtu aliyeteuliwa na Mungu kuongoza, kulinda, kufundisha na kutunza watu wa Mungu, aidha kanisa, ili wakue kiroho na wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mchungaji ni lazima awe na sifa hizi zote za kuongoza, za kulinda na za kukuza watu kiroho na za kuokoa watu kwa kuwaongoza sala ya toba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo siku ya leo tutajifunza kuhusu habari ya aina tatu za wachungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Itambulike kwamba kuna wachungaji aina mbalimbali na kila mmoja ameitwa kwa wito wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna baadhi ya wachungaji wengine ambao hawajaitwa. Kuna baadhi ya wachungaji wengine wao hawapo kwenye kundi lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa wachungaji wamepewa tu huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo tutawazungumzia hawa wachungaji aina tatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Aina ya kwanza kabisa ya wachungaji ni kuna wale wachungaji ambao walioitwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji aliyeitwa na Mungu ni mchungaji ambaye ni original. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mchungaji ambaye amesikia wito wa Mungu akaufuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyo moja kwa moja ameteuliwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wala huyo hapingiki. Bwana Yesu asifiwe. Huyo amekwisha kuitwa na Mungu mwenyewe awahudumie watu wake, akawe wakala wa watu wake, akawavushe watu kutoka katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wale wachungaji ambao walioitwa na Mungu ndio wachungaji sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia tutaona sifa za hao wachungaji ambao walioitwa na Mungu na wale ambao hawajaitwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wachungaji aina ya pili. Wachungaji aina ya pili ni mchungaji aliyeenda masomoni akasoma na baadaye akamaliza masomo yake, akarudi katika ile taasisi ambayo iliyompeleka kusoma, au akarudi katika eneo fulani akakabidhiwa huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ametoka masomoni moja kwa moja akafikia katika jimbo lake, alafu akapewa huduma. Bwana Yesu asifiwe sana, pasipo kujua ile huduma imeanzaje, imetoka wapi, imepitia wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima itakuwa ni changamoto kwake. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu huyu ameenda kusomea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu siku zote hasomewi. Mungu ni mafunuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima kutakuwa na ugumu fulani ambao wa huyu mtu ambaye aliyetoka kwenda kusoma kuhusu habari za kuongoza huduma au habari za kukuza watu kiroho. Kutakuwa na utofauti baina yake na yule mtu ambaye aliyeitwa na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji huyu ambaye alienda masomoni alafu akaja akakabidhiwa ofisi, ni lazima atakuwa na mapungufu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa wachungaji waliotoka masomoni alafu wakaja wakakabidhiwa tu ofisi na huduma. Hii huduma inatakiwa iangaliwe kwa jicho la tatu. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu mchungaji huyu kuna hati ya kuweza kupenda maslahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini yule mchungaji ambaye aliyeitwa na Mungu, huyu mchungaji yeye anafanya kutoka moyoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo aina ya tatu ya wachungaji, ni wale wachungaji ambao walikuwa hawana huduma yoyote. Hawa unakuta kwamba baba alikuwa mchungaji au mama alikuwa mchungaji, alafu baada ya hapo mama akafariki, yule ambaye aliyekuwa na huduma ile ya kiroho ambayo yeye mzazi wake ameitwa na Mungu, lakini yeye hajaitwa na Mungu. Mtoto anarithishwa ile huduma ya baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndani yake hakuna wito, ndani yake hakuna ile karama ya utumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wachungaji hawa wengi ndio wanaoenda kwa kutaka maslahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huduma kama hizi haziwezi kukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Huduma kama hizi za watu waliorithishwa huduma, aidha baba amekufa au mama amekufa, alafu anateuliwa mtoto, anakabidhiwa ile huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile huduma itakuwa hatarini sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu huyu mtu alikuwa hana karama, alikuwa hana wito ndani yake, bali tu amerithishwa huduma, na wala matokeo hayatakuwepo kama vile yule mtu ambaye aliyeitwa na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo aina hizi tatu za wachungaji tunatakiwa kuwa nazo makini sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa haraka kidogo nitakutajia mifano ya wachungaji au watumishi ambao ni wema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kile kitabu cha Yohana sura ya 10 na mstari wake wa 11, unaona pale Yesu anasema, mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuone sifa za huyu mchungaji mwema. Sifa za mchungaji mwema. Mchungaji mwema anajitoa kwa ajili ya kondoo wake. Mchungaji mwema pia anawajua kondoo wake na kondoo wake pia wanamjua. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji mwema pia analinda, anaponya, anafuata mwelekeo wa watumishi na waamini wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia mchungaji mwema hashughuliki na faida binafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hawa wachungaji ambao sio wema, Bwana Yesu asifiwe sana, hawa wachungaji ambao sio wema, sifa zao unazikuta kwamba hawana mzigo wa kweli kwa kondoo wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia hawa wachungaji ambao sio wema, hawa wachungaji wanaangalia maslahi ya sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia hawa wachungaji ambao sio wema, ikija shida wanakimbia kondoo zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia hawa wachungaji ambao sio wema huharibu imani za watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndugu mpendwa unayetizama, ndugu mpendwa ambaye unayesikiliza kwa sasa, nataka nikuache na swali kuhusu habari za aina hizi tatu za hawa wachungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuulize swali moja na nikuachie hili swali. Je, wewe unawajuaje wachungaji wako ni aina gani?
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima ujue wachungaji ambao wanaokuongoza au wanaokuchunga ni wachungaji wa aina gani kati ya hawa wachungaji watatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na swali la pili ambalo nitakalo kuacha nalo, je, tunda la huduma linaonekanaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunda la huduma unayoifanya linaonekanaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukisoma kile kitabu cha Mathayo sura ya 7 na mstari wake wa 16, sura ya 7 na mstari wake wa 16, utaona pale anasema kwamba mtamtambua kwa matunda yao. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu humcha zabibu, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutaona utaweza kujua wewe hawa wachungaji ni wa aina gani kwa kuwapima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka nikushauri jambo moja, ndugu mpendwa msikilizaji, ndugu mpendwa mtazamaji. Ni lazima ujue wachungaji wanaokuchunga ni wachungaji wa aina gani, isije ikawa unapanda magugu katika mwili wako au roho yako au huduma yako ambayo utakayoenda kuianzisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana uweze kutambua wale wachungaji ambao wanaokuchunga ni wachungaji wa namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Usisahau kusubscribe account yangu ya YouTube ambayo inayoenda kwa jina la Get Pass to Heaven Gospel. Mungu akubariki sana. Get Pass to Heaven Gospel inakupenda, inakukaribisha sana kujifunza pamoja. Mungu akubariki sana, na wakati mwingine tukipata kibali machoni pa Mungu.